nitafanya kitu fulani, lakini ninakiri nitafanya kitu hiki, nitajenga, nitaishi kwangu, nitafanya kitu fulani. Anza kusema, anza kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokiri vile jambo linakuja kuwa kweli. Amen. Mimi nina fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kiri, mimi nina fedha. Ukikiri jambo lile linatokea. Amen. Na jambo hilo linakuwa kila mara unapojikilia, mimi siwezi, mimi maskini, mimi nina fedha, mimi nina fedha. Hayo mambo sitaki kusikia hapa kabisa. Amen. Mimi sitaki kusikia, kwa sababu hayatakutoa katika maisha yalionayo. Watu watabarikiwa, watu watafanikiwa, utabaki pale. Mimi sina hela, mimi ni mzima, mimi nina afya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anza kukiri. Amen. Amen. Kukiri ni kutamka kinyume. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la pili, anza kuomba. Omba wewe jambo. Liombe. Mara kiri, omba. Kiri, omba. Kiri, omba. Kiri, omba. Kila mara kiri, omba. Anza kuombea. Na jambo la tatu, tembea katika ukiri wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tengeneza hilo neno lishepu ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lishepu ufahamu wako. Lishepu ufahamu wako. Ikisha shepu ufahamu wako, unaanza kuishi katika yale ambayo unayakiri na unayaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitabu cha mwisho kabisa nataka tusome, na vitabu vingi lakini kile cha mwisho, Petro ile sura ya 3, Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 8 mpaka 11. Tusome pale tumalizie na mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8 mpaka 11. Nitasoma. Neno la mwisho ni hili: mwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa, ili mrithi baraka. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isiseme hila, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja. Amen. Kuwa na nia, yaani unapoamua kufanya kitu fulani, fanya hivyo. Usiwe mtu mwenye nia mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema wenye kuhurumiana, wenye kupendana, wasikitivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu ndio hayo tuliyoitiwa, ili mrithi baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametuita ili turithi nini? Baraka. Ukiwa ni mtu wa lawama, ukiwa na laumu, yaani ukijaa lawama, tayari umeikosa ile baraka. Nikwambie kweli. Ukiwa umejaa lawama tu, hata kwa mume wako, kwa mke wako, sijui kwa nani, kwa bosi wako, umejaa lawama tu, yaani hiyo baraka ndio inaondoka hivyo, bye bye. Biblia inasema usiwe mtu mwenye kulaumu. Usilalamike kwa jambo lolote. Usilaumu mtu mwingine. Usiwe ni mtu ambaye unalipa mabaya. Usiwe ni mtu ambaye unamwazia mtu mabaya. Neno la Mungu linasema tubariki, bali wenye kubariki, kwa sababu hiyo ndio tuliitiwa, ili kurithi baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwenye ulimwengu huu hatuishi peke yetu, tunaishi na watu. Amen. Pale unapoishi unaishi na watu wengine, na majirani,
na jamii na ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unapoanza kuona kwamba watu wengine ni tatizo, unapoanza kuona kwamba watu wengine ni tatizo, unaikosa baraka yako. Bali unapoanza kuona watu wengine kama ni baraka, hata yule jirani yako ambaye anakusumbua mara kwa mara, mwambie Mungu asante kwa sababu nina jirani ambaye ananishtua na kunibariki. Hata kama yupo anakusumbua, mwambie Mungu asante kwa hilo. Asante kwa sababu yupo mtu mzuri hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumeitwa kubariki wala sio kulaani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kubariki wala sio kulaani. Usilaumu. Usinene mabaya mtu yoyote. Wala usimtushie mabaya mtu yoyote. Kinywa chako ni cha muhimu sana katika maisha kuliko vitu vingine. Kinywa chako kimejaa baraka. Kwa hiyo tamka maneno ya baraka. Usiwe mtu ambaye unasambaza maneno ya uongo. Usiwe mtu ambaye unasambaza uzushi. Usiwe mtu ambaye unasambaza lawama. Usiwe mtu ambaye unazusha mambo yasiyokuwa na maana. Nenda mambo mazuri. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nenda mambo mazuri. Bariki siku yako. Kila siku ibariki. Unapoamka asubuhi, ibariki, ineneme. Kuanzia hapo utaanza kuona mabadiliko katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Amen. Hebu naomba tusimame. Naomba tuombe maombi haya ya ukiri. Naomba tusimame watu. Unajua jua limeshakuwa kali sana. Lakini nataka tufanye maombi haya. Alafu baada ya maombi haya tutakuwa tumekwisha kumaliza na kuainisha ibada yetu. Ninawasubiria wale wengine ambao bado wanajiandaa kusema. Nataka tuombe maombi hayo na kufuatisha maombi haya. Nitakapokuwa ninaomba na wewe useme maneno hayo hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu inua mkono wako wa kulia juu na useme maneno haya. Mungu Baba, Mungu Baba, ninakuja mbele zako. nakuja mbele zako. Ninajua. Sema kwa sauti na kwa nguvu kabisa. Ninajua ya kuwa umeweka baraka na laana katika kinywa changu. Umeweka uzima na mema na mauti na mabaya. Bwana, kama neno lako lilivyo, ninachagua baraka katika kinywa changu. Ninachagua uzima katika kinywa changu. Ninachagua maisha ya ushindi katika kinywa changu. Naomba Bwana unisamehe mahali popote nilipotumia kinywa changu nikaniletea mabaya. Ninatubu. Ninaungama leo. Bwana unisamehe. Unitakase katika kinywa changu. Unitakase katika kinywa changu. Bwana ninaomba kuanzia leo nikitumie kinywa changu kwa baraka, kwa faida, wala sio kwa hasara. Ninaomba katika kinywa changu kwa sababu umeweka uwezo wa kubariki, wa kulaani. Ninaomba Bwana uwezo wa kubariki katika kinywa changu. Nikabariki siku zangu. Nikabariki maisha yangu. Nikabariki watoto wangu. Nikabariki wajirani zangu. Nikawe mtu wa baraka katika eneo lolote ninaloishi. Nikawe baraka. Ninaomba sasa ukanifanye kuwa baraka katika maisha yangu. Na katika kinywa changu nikanene baraka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Basi unaweza kuomba kwa muda mfupi kwa maneno ya kinywa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye uwezo na mamlaka.